Washirika wapendwa, karibuni kwa ibada yetu ya leo, tarehe ikiwa 15 mwezi wa 6 mwaka 2025, hapa kanisa lako la PCEA Kitengela Township. Jihisi uko mahali panapofaa, penye amani na baraka tele za Maulana. Na kwa wale wanatufuatilia kupitia mitandao ya kidijitali, tunawaenzi na tunawasalimu sana. Na haya ndiyo yaliyomo kutoka kwa meza yetu ya matangazo. Yaliyomo kutoka kwa meza ya LCC, mshirika mpendwa, mnajulishwa ya kwamba kutakuwa na ibada ya ubatizo na kupokea meza ya Bwana, yani kwa lugha ya Kimombo ordinance service, siku ya Jumamosi ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2025, saa 4 za asubuhi. Tukisalia kwa LCC, kutakuwa na ibada ya kupokea meza ya Bwana katikati ya wiki, tarehe ikiwa 25 mwezi wa 6 mwaka 2025, siku ya Jumatano, kuanzia saa 12 za jioni, na mnaombwa mje na kadi zenu za meza ya Bwana bila kukosa. Kutoka kwa meza ya PCMF, kikundi cha wanaume yani PCMF watakuwa na kongamano yani retreat hapo Sunset Paradise Resort Mombasani, wakipunga upepo wa bahari kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 28 mwezi wa 9, siku 4 chini ya jua na siku 3 chini ya mwezi. Malipo ni shilingi 15,000 pekee, na unaweza kulipa kupitia paybill 324033. Akaunti weka neno PCMF ukifuatiliza na retreat, na unaweza kujisajili kwa shilingi 1,000 tu. Kwa maelezo zaidi usisite kuzungumza na Anthony, nambari ya simu ikiwa 0724504546, au Bwana Jackson, nambari ya simu ikiwa 0718736177. Tukisalia kwa kikundi cha wazee, kikundi cha kwaya ya wanaume kinakutana mara 3 kwa wiki kwa minajili ya kunoa sauti zao wakimsifu Bwana nazo. Siku ya matayarisho ni Jumanne kuanzia saa 1 hadi saa 3 za usiku. Alhamisi kuanzia saa 1 hadi saa 3 za usiku vilevile, na Jumamosi kuanzia saa 12 za jioni hadi saa 2 za usiku. Wanaume wote mnaombwa mujiunge nao. Kutoka kwa meza ya kina mama yani Women's Guild, haya ndiyo yaliyomo. Ibada ya Jumatatu itakuwa hapa kanisani tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2025 kwa manufaa ya Faith Gidinji wa ushirika wa Mwangaza, na wanaushirika wa Gateway ndio watakaokuwa kwa zamu. Tukisonga mbele, wanaosoma mwongozo wa kikundi cha Women's Guild mtakuwa mnatathminiwa kila Jumatatu kuanzia saa 9 hadi saa 10 za jioni, na Jumamosi saa 2 hadi saa 3 za asubuhi. Kutoka kwa kapu la wanainjilisti, haya ndiyo waliweza kutuandalia. Kutakuwa na kesha hapa kanisani tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025, naye mchungaji Elijah Kirika ndiye atakayetuletea ujumbe wa Bwana. Ibada ya wanainjilisti ya Jumatatu itafanyika hapa kanisani kuanzia saa 12 jioni. Nyote mnaalikwa. Tukisalia ndani ya kapu la wanainjilisti, kanisa la PCEA Kitengela Township linatualika kwa ibada ya masaa ya dhuhuri hapa kanisani kuanzia saa 6:45 hadi saa 7:45 za mchana, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Washirika wapendwa, mnajulishwa ya kwamba
maombi ya Jumapili kuanzia saa 11:30 hadi saa 1:30 asubuhi yanaendelea hapa kanisani. Mpangilio ni kama ufuatao: kuanzia saa 11:30 hadi saa 12:30 yatakuwa maombi ya kibinafsi, nayo kuanzia saa 12:30 hadi saa 1:30 yatakuwa maombi yakiwa na mwongozo. Nyote mnaalikwa. Kutoka kwa meza ya wanarika, haya ndiyo yaliyomo. Wanarika wanawaletea Sunday Dance, yani Jumapili ya miondoko kati ya majenzi na mamillennium, Jumapili ya tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2025 kuanzia saa 4:30 asubuhi ndani ya kanisa la mavijana. Wanasema kuja na swag, kwani swag ni God. Hata wale wa zilizopendwa mnaalikwa. Habari za tanzia. Familia ya Bi na Bwana Peter Muniu wa ushirika wa Baraka District wanasikitika kutangaza kifo cha baba yao Mzee Mungai Ng'ang'a. Wanasikitika kutangaza kifo cha baba yao Mzee Mungai Ng'ang'a kilichotokea tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025. Mwili utapumzishwa Alhamisi ya tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2025 Muruka, kata ndogo ya Kandara, gatuzi la Murang'a. Kwa maombi na kutia moyo kwa familia hiyo, unaweza kufanya hivyo kupitia kuzungumza na Susan Muniu, nambari ya simu ikiwa 0720931107 au kuzungumza na Bwana Peter Muniu, nambari ya simu ikiwa 0722266744. Makiwa kwa jamaa na marafiki waliopoteza wapenzi wao. Watakaokuwa kwa zamu Jumapili ijayo ya tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ibada ya Kiingereza itakuwa chini na Wanatumaini. Ibada ya Kiswahili itaongozwa ya Wananiu Valley. Wanarika wetu watakuwa chini ya himaya ya Elda Kimani. Wageni wetu tunaowapenda na kuwaenzi watakaribishwa vyema na kuelezwa zaidi juu ya kanisa letu na Elda Jasper. Je, wajua kwamba mji wa kwanza ulikuwa unaitwa Enoch na ulijengwa na Kaini? Je, wajua kwamba mji wa kwanza ulikuwa unaitwa Enoch na ulijengwa na Kaini? Sasa wajua. Shukrani zangu za dhati kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya. Heko kwa mhariri wetu mkuu Bwana Edwin Mbau, nami ukiniita Nicholas Mwai, bila shaka nitakuitikia. Muwe na wiki njema yenye baraka na amani tele za Maulana.